Katika safari ya maisha, vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya ili kuweza kufikia malengo yako. Leo tutaangalia nguvu ya kusamehe wengine inavyoleta mchango ili kuweza kufikia malengo yako. Namba moja, unapokuwa na nguvu au tabia ya kusamehe wengine, moja kwa moja inakuondolea mzigo mzito na mkubwa wa chuki, hasa unaoubebesha ubongo au fikra isiweze kufanya kazi vizuri. Wakati fulani hatujaweza kutambua hili, lakini lina mchango mkubwa. Namna fulani watu ambao uko nao karibu, unavyoweza kushirikiana nao. Kama kuna chuki baina ya pande mbili, hauwezi kuyafikia malengo yako, kwa sababu hata mahusiano ya kawaida hayawezi kuwepo. Na katika malengo, ili yaweze kufikiwa, hauendi njia ya kwako peke yako. Kuna ushirikiano wa watu wengine, aidha uliowazidi au waliokuzidi, ili kuelekea mafanikio ambayo umekuwa nayo. Sasa leo tuangalie mazingira manne au sehemu 4 ambazo unapokuwa na nguvu ya kusamehe wengine au tabia ya kusamehe wengine, athari zake zikoje. Jambo la kwanza ni katika afya ya mwili. Unapokuwa na tabia ya kusamehe wengine, afya yako ya mwili inakuwa vizuri, na ili uweze kufikia malengo yako, afya ya mwili au eneo la afya ni la msingi zaidi kuweza kulizingatia. Sehemu ya pili ni nguvu ya fikra, kwa maana ya kwamba mental power inaboreshwa zaidi, ubongo wako unaboreshwa zaidi, na mazingira yanaletwa vizuri kwa sababu umesamehe wengine. Unakuwa hauleti mzigo mkubwa katika ubongo ili uweze kufikiria, na ubongo unakuwa huru kuweza kufikiria mafanikio. Kwa unakuta kuna uhusiano mzuri kati ya malengo uliyoyaweka na mafanikio, kwa sababu barabara au njia ya kuweza kuyafikia malengo imekuwa ni rahisi.